Hi guys, how are you doing? I hope you're doing okay. And leo tunaanza hapa kwa nyumba ya Tyron. Of course Tyron bado ako na stress ya Asha, anashinda kipace up and down kwa nyumba yake. And as you can see, ako really disturbed. Asha mwenyewe bado hajafika nyumbani, bado yatembea barabarani tu. Na ako hapo very emotional, of course analia after rejection na baba yake. Na mamake Asha pia yeye anasumbuka huko kwa nyumba. Anashinda akipigia Asha but Asha mwenyewe hachukui simu. So ako hapo tu anajiliza. Anyway, tukuje kwa nyumba ya Tyron ndo familia yake wanakula sapa. Alafu Celestine akauliza is it true? Then hapo Dr. Tyron akamuuliza what is true? Then tena akamuuliza that girl is your daughter. Then hapo sasa si Dr. Tyron akamwambia Celestine, unajua ungekuwa una mind business yako na kuweka energy na effort kwa vitu za maana ungekuwa umesonga mbele sana. Then Celestine akamwambia well at least mimi sidanganyi. Then hapo sasa Tyron akamuuliza well niambie ni nini ulifanya exam kama sio kudanganya. So si Celestine akamwambia stop talking about my failure na akasimama akitaka kwenda. Then hapo Dr. Tyron akamwambia young lady buka chini. So si hapo Celestine akamuuliza ama utadu. Then hapo si Tyron akanyamaza. Then hapo mamake Tina akamwambia tu Celestine can you come back here, but of course Tina alikuwa ashaenda. Anyway tukuje kwa nyumba ya Dr. Robert, bado mamake Asha anajisumbua na story ya Asha kupotea. So kwa hapo analia anamwambia Dr. Robert kama tungeenda Mombasani hii story yote ingetokea. Then Robert akamwambia usijali, Asha is a smart girl na atarudi tu. Then hapo sasa si mamake Asha akamwambia Asha is a smart girl, ako wapi saa hizi basi. Then Dr. Robert akamwambia hebu acha hasira, wewe kubaki Nairobi ilikuwa idea mzuri sana. Mamake Asha akamwambia hapana, idea gani hiyo mzuri kweli, ona vitu imefanyika sasa sahi. Then Dr. Robert akamwambia we tulia kwanza, Asha tu atarudi nyumbani, just trust me. So si hapo mamake Asha akamwambia tena kutrust wewe Robert, hiyo dai itakuwa ngumu sana, siwezi kutrust. So venye anaendelea kuargue, Asha akafungua mlango. Then hapo mamake Asha akamwambia Asha, ukitaka kunipeleka kaburini rudie hii makosa yenye umefanya sahi. Then Asha akamwambia pole. Kuja sasa kwa Dr. Tyron ako hapo anajiangalia kwa kioo tu akiwa ameinama. Then hapo sasa si Sabina akaingia kwa room akamwambia Tyron we need to talk. Can't just keep running away from the same topic kila siku. You know that our daughter made a mistake. So si hapo Dr. Tyron akamuuliza are you proud of your daughter? Then hapo sasa si Sabina akasimama akamwambia it's our daughter, stop playing these mind games. Our daughter is just affected by this Asha thing. Imemwaffect sana. So si hapo Dr. Tyron akasema pia mimi niko heartbroken pia mimi. Unajua the one person I trusted the most, the one I loved the most, my best friend, my daughter mwenye nilimpatia kila kitu alikuwa anataka has failed me. So venye anaendelea kuongea hivyo, kumbe Tina alikuwa anawasikiza hapo kwa mlango, like alikuja akalin kwa mlango ya room yao. So anasikiza kila kitu. Then Dr. Tyron akasema she has failed me terribly. Then hapo sasa si Sabina akamwambia I understand you but again unajua sasa huyu ni mtoto wetu na makosa ishafanyika, so we need to do something. Then Dr. Tyron akamwambia Sabina, if you love our daughter as much as I do, you need to accept it. Our daughter lied, as in our daughter cheated in exam. That is what happened, period. Then hapo sasa si Sabina akamwambia ni sawa basi if you say so, na yeye akatoka kwa room. So venye Sabina anatoka kwa room sikabidi Tina akimbie kwa room yake, of course asipatikane hapo kwa mlango. Then Sabina akatoka kwenda zake na pia Tyron ako hapo tu anajisumbua story zake. Ni turudi kwa nyumba ya Robert. Ndo Asha sasa anaulizwa maswali. Asha akasema nilienda kumtafuta nikitaka ajibu maswali zangu, but clearly make it clear that yeye sio babangu, hivyo simtafuti tena. Then hapo sasa mamake akamwambia sasa unaona the reason na story nilikuwa nakwambia tusitafute babako. And Dr. Robert akamwambia hebu tulieni kwanza, in fact Dr. Tyron amekubali tufanye hiyo DNA. Then hapo sasa si mamake Asha akasema hapana tufanye hiyo DNA, ndo janja kidogo tu za Nairobi, kidogo kidogo DNA isha replacewa, ishasemekana that Asha si mtoto wake. Then hapo sasa si Asha akamwambia mama acha tu afanye. Then hapo sasa si Dr. Robert akamwambia mamake Asha is very right, acha tu wafanye DNA. So si hapo mamake Asha akanyamaza tu. Ikapita na ni asubuhi, so watu wanakula breakfast hapa kwa Dr. Tyron. Na ndo Celestine ameamka akakuja akasema good morning. Naye Sabina akamwambia morning baby. So si hapo Dr. Tyron akaamua tu kutoka kwa sababu of course bado amekasirikia Celestine. Celestine akakuja akaketi akamwambia mamake ma, you know me very well, do you believe that nilicheat your exam? Then hapo sasa si mamake akamwambia Celestine usijali, just give your dad some time, sawa? Then Celestine akamwambia clearly make it clear that anataka some time, tuachana na yeye. Then hapo Celestine akauliza mamake alafu historia ya Asha, do you believe
believe him. Then hapo mamake akamwambia, yeah, I know your dad akona flaws mingi, but one thing haizi fanya ni kunidanganya, na kama angekuwa na mtoto mwingine hapa nje ya ndoa bado tu ningekuwa mtu wa kwanza kujua. So si Celestine akamwambia okay, sawa basi. Hapo kwa Dr. Robert pia mama Asha na Asha wanakula breakfast na Asha ameshindwa kukula. Na akauliza mamake, mam, what if your results itoke ikiwa negative? So si hapo mamake akamwambia, bu usianze hiyo puzi yote wewe. Unajaribu kusema nini? Asha akamwambia pole. Ni venye tu nilikuwa nafikiria what if ikuwe negative. Then mamake akamwambia, yani wewe unajaribu kusema that sijui babako. Yani nikaacha kibanda yangu, nikaacha nyumba yangu, nikaamua kukata tikiti nikuje hapa nitafute mwanaume mwenye sijui. Then Asha akamwambia nilikuwa tu nauliza. Then mamake akamwambia, yani unanipeleka aje wewe? Unanibeba zuzu nini? Kwa sababu unajaribu kusema that yeye sio babako, ama unajaribu kusema that mimi sijui. Then Asha akamwambia pole. Asha akamwambia mamake, ni venye tu nilikuwa nauliza in case ikuwe negative. Then mamake akamwambia, sasa sikiza, ule daktari hakutaki wewe. Ikuwe negative, ikuwe positive, bado tu hakutaki. Msimamo wake ni ule ule. So ule caretaker wa kina Asha, Bobo, amekuja akafunga nyumba, na venye anaendelea kufunga nyumba akafika akauliza, kwani unajaribu kufanya nini we Bobo? Then Bobo akasema anafunga nyumba ya watu wenye walipi rent. Then hapo sasa si Beka akamwambia, yani unafunga nyumba ya wenyewe bila hata kuambia. Then hapo sasa si Bobo akasema, lakini si wanajua hawajalipa rent. Kama wewe juu unawajali sana si walipie. Then Beka akamwambia, unafikiria sina pesa naweza walipia? By the way, wacha wafike, ile siku atafika alafu akuja hapa kwa mlango nitawalipia wafungulie nyumba yao. Then hapo sasa Bobo akamwambia, yani wewe umepata pesa kidogo tu from kazi yako, lakini badala ya kufanya kitu ya maana unafikiria tu warembo, si ndio? Hivi wewe ukiona huyo mtoto mwenyewe mrembo, ni wewe kabisa anaweza kuchagua wewe, yani ametuacha sisi akakuchagua wewe mwenyewe. Sibeka akamwambia, wewe sema tu ukweli, kama ulikataliwa na demu wewe kubali tu, haya ni maneno yetu haya. Then huyo baba akacheka akamwambia, okay sawa basi, na si unajiaminia sana hivyo, venye unajiaminia wewe chukua hiyo kufuli nimeweka vunja basi. So si hapo yeye baba akaenda. Then Beka akabaki hapo. Tukuja kwa Asha mwenye ametulia kwa nyumba ya Dr. Robert. Ako tu ametulia peke yake. So simu yake inashinda imering. Of course ni Beka anampigia. So hapa anajiuliza, kwani huyu hachoki? Si akachukua tu simu akamwambia, haya hello. So si Beka akamwambia, lakini mama, mbona uliondoka hapa bila kuniaga? So si hapo Asha akamwambia, wewe achana na mimi, wewe shughulika na Nura wako. Then hapo Beka akamwambia, wewe hata wewe unajua huyo Nura anajilazimisha tu kwangu. Then Asha akamwambia, pia unajilazimisha tu kwake, so wachana na mimi tu. Then hapo Beka akamwambia, hebu sikiza kwanza, nimepata Bobo akifunga nyumba yenu haki. Then hapo Asha akamwambia, achana tu na yeye, ndio vizuri, acha tu afunge. Then hapo Beka akamwambia, lakini usijali mama, so unajua nitashughulika nitafute pesa nimlipe. So si hapo Asha akamwambia kwa heri, si wakamalizana na hiyo call. Toke hapo tukuje kwa ofisi ya Dr. Tyron na ametulia tu hapo. Then Dr. Robert akaingia akimwambia good morning. So si hapo Tyron akamwambia, hey, I can see someone amekuja mapema. Then hapo sasa si Dr. Robert akamwambia, yeah, na nimekuja na samples ya Asha ya DNA. So ni yako tu sasa, alafu tufanye conclusion ya hii story yote. Then hapo sasa Dr. Tyron akamuuliza Robert, what if hii issue yote itokeleze positive, as in what if DNA iko positive? Then hapo Robert akamwambia, well, utadeal na situation yenyewe, I mean, so ni babake. Tyron akamwambia, wewe unajisikia kweli? I mean, mimi nitakuaje baba ya mtoto mwenye hata sijaimwona for the past 20 years? What about Sabina's reaction, itakuwa aje? Then Robert akamwambia, well, Sabina is very strong, you are strong too, so let's just say that this is a way of life correcting you. So si hapo Dr. Tyron akasema, unajua Sabina keeps saying that this girl is lying, but as for me when I look at her, I look into her eyes, I just feel something, I see something in her. Then hapo sasa si Robert akamwambia, you feel something, okay, let's do the DNA, alafu sasa hapo tutadeal na facts, sio feelings hata. Then hapo sasa Tyron akanyamaza. So Dr. Robert akamwambia, well, can we get the sample? Si hapo Dr. Tyron akamwambia it's okay. Si akachukua sample ya Dr. Tyron. Tukuja kwa nyumba ya Dr. Tyron sasa, ndo Tina alikuwa hapo na boyfriend amemvisit. So apparently ni kama Tina na date a married man na ako na boyfriend bado. So anaitwa Matthew. Matthew amefika wakahug. Then hapo sasa venye anamkaribisha kwa nyumba, Tina anamwambia Matthew, my dad bado amekasirikia story na exam. Then hapo Matthew akamwambia usijali, he'll just come around. Then hapo sasa Tina akamwambia, wewe achana na hiyo story, there is another thing, a big one. My mom and dad have been arguing. Imagine there is a girl that came up claiming that my dad ni babake. So Matthew akasema, what? Hii ilitokea wapi? Then Tina akasema, yeah, and I overheard them talking. Na apparently dad akukataa hiyo story kabisa.
Matthew akamwambia well that is very heavy. Then tena akasema yeah it's very heavy. Mimi hata sijui story yote itakuwa aje. Matthew akamwambia usijali, in anything any outcome change itatokea, me I'll just stand by you, don't worry, you don't have to handle anything by yourself, I'll always be here for you. Kuja kwa mamake Asha ana watch TV tu akicheka. Then Asha akakuja akamwambia mama Becca amesema. Sasa before amalize hiyo statement mamake akamwambia we Becca this Becca that, hata DNA results haijatoka tayari ushafikiria mapenzi, hivyo ulichukua akili ya nani wewe? Then hapo sasa si Asha akamwambia kama mami ni akili yako, na for your information by the way tumefungiwa nyumba. Then hapo sasa si mamake Asha akamwambia okay ni sawa basi hivyo ndo vizuri, at least hiyo kufuli ya bobo ni kubwa, hiyo yetu imekuwa ndogo, so at least vitu zetu ziko safe. Then Asha akamwambia come on mom, yani tumefungiwa nyumba juu ya rent, hatujalipa miezi 4 lakini bado uko hapa unafanya tu mzaha. Then hapo mamake akamwambia ni sawa basi keti chini tuanze kulia, tulie basi tuone kama hiyo kufuli itaondolewa. So si hapo Asha akamwambia mama nilikuwa nafikiria kama tunaweza omba msaada kutoka kwa babangu. Then mamake akamwambia mimi sitaki msaada wake, sitaki kabisa. Ilikuwa Celestine na Matthew. So Matthew ako hapo ametulia, then Celestine akamserve some drink. So venye wametulia hapo, si Matthew akanotice Celestine yuko happy. So akamuuliza niambie ni nini mbaya? Celestine akamwambia ni kama my dad and I believe that nilicheat in this exam. Then hapo sasa si Matthew akamuuliza did you? So Celestine akamwambia of course you of all people unanijua, mimi siwezi fanya kitu kama hiyo. Then hapo sasa si Matthew akamwambia of course I trust you. Celestine akamwambia but issue hata sio hiyo, issue ni about that girl. So si Matthew akamuuliza msichana mgani tena. Then hapo Celestine akamwambia of course ule mwenye nilikwambia ni mtoto wake, si ni Asha, Asha mwenye alitop exam. So si Matthew akamwambia what? Kuja kwa Becca, Becca ako hapa anahesabu pesa zake, alafu sasa Nura akaingia. So si akapata Becca anahesabu pesa, si akamwambia Becca kumbe unakuanga na pesa? So si hapo Becca akamwambia hapana, hii ni pesa tu ya sako yetu ya wavuvi. Then hapo sasa si Nura akamwambia unanidanganya mimi, unafikiria ule baba hajakuja kuniambia stori zako na ule mpuzi wako Asha? Sasa hizo pesa unahesabu kwenda kumlipia kodi. Sasa hiyo pesa itabidi umenipatia mimi nikae nazo, after all mimi ndio mkeo. Sasa akanyang'anya Becca hiyo pesa na akaenda nazo. So si Becca akabaki tu helpless. Huko kwingine Sabina ameamua kwenda kutafuta investigator. So anamwambia kuna huyu msichana anataka kumsaidia kulipa college fee na alitop exam, anaitwa Asha. So I need every detail about her, kutoka mwanzo tu mpaka mwisho. Na hizi ndo picha zake. So si investigator akaziangalia, then akamwambia you're just trying to be careful ama nini? Then huu Sabina akamwambia of course I want to be very careful, nisije nikapata difficulties hapo mbele. Si investigator akamwambia ni sawa. Matthew naye ako hapa anauliza Tina, mbona ulinidanganya that ulikuwa under medication, ulikuwa mgonjwa, kumbe ulionekana clubbing huko Kiambu? Then hapo sasa Celestine akamwambia kwani tulianza kustokeana lini? Then Matthew akamwambia come on, of course kila mtu anajua wewe ni girlfriend yangu, alafu mabeshte zangu akikuona mahali si of course ataniambia tu. Then hapo sasa Celestine akamwambia kama unaamini hao mabeshte zako sana, si uende ukawa date basi. Then hapo sasa si huyu Matthew akamwambia hapana, na kutrust but kuna venye tu si kupendelea eti ulikuwa umelewa hadi ujielewi. Then Celestine akamwambia sikiza, for your information kama ningehitaji bodyguard at least ningeemploy moja, sawa? Then hapo sasa si Matthew akamuuliza kwani kucorrect girlfriend yangu sasa imekuwa mbaya? Celestine akamwambia cheki, toka. So si Matthew akamwambia for real? Celestine akamwambia yeah, toka. Anyway tukuje kwa Asha, ako hapo ana watch. Then mamake akafika akamwambia kwani DNA results zinatake how long? Zinatoka binguni kwani? Asha akamwambia zitatoka tu ma. Then mamake akamwambia sasa zikishatoka una plan kufanya nini? Then Asha akamwambia zikishatoka tu mimi nitajua nitafanya nini. Si mamake akanyamaza. Tukuje kwa Dr. Robert ako hapo anafanya kazi yake. Then Celestine akaingia. So Dr. Robert akamwambia nice to see you, I've been meaning to talk about exam results plus hii drinking yako. Then Celestine akasema of course drinking, as if that is the main issue. So si hapo Dr. Robert akamwambia keti chini, by the way najua mmekuwa na very difficult time between wewe na babako, but just give him time. Na hapo Celestine akamwambia time, I'm tired of waiting, by the way I just need the truth. We niambie Asha ni mtoto wake, ni mtoto wa Tyrone. So si hapo Dr. Robert akanyamaza tu. Anyway tumalizie hapo. Have a great time and thank you for being here.